Mtazamaji wa Ijue Lugha ya Alama Tanzania na mdau wetu ambaye umekuwa ukifuatilia mambo mazuri, masomo tofauti tofauti, lakini pia na nyimbo tofauti tofauti za kupitia lugha ya alama. Leo hii nina habari njema, au kuna mambo ambayo umekuwa ukiangalia na unajiuliza imekuwaje mambo haya yanaenda hivi. Leo niko na mtumishi wa Mungu ambaye atatuelezea jinsi ambavyo amekuwa mdau na amekuwa mhudumu ndani ya kitengo hiki cha Ijue Lugha ya Alama Tanzania. Na jua umekuwa na maswali mengi ambayo unajiuliza, hasa ukiangalia kwamba ni mtu ambaye pengine anaishi Dar es Salaam, lakini umekuwa ukiona kazi zake tofauti tofauti ambazo zinafanyika nje ya mkoa wa Dar es Salaam na katika kwaya tofauti tofauti. Baadhi ya watu wengi wanasema kwamba labda ni mwimbaji wa Nyarugusu, labda ni mwimbaji wa Salasala, lakini leo ningependa uweze kujua kwamba huyu ni mshiriki wa kanisa gani, ameijuaje lugha ya alama, ni mambo gani ambayo yalimfanya mpaka akatamani kujiunga katika kitengo hiki, na kwa sasa amekuwa mtumishi. Mtumishi John, naam. Karibu sana uweze kutuambia jinsi gani ambavyo ulijua lugha hii ya alama, mambo yaliyokuvutia, na kwa nini ukapata shauku hata kuanzisha channel ambayo inasema inaitwa Ijue Lugha ya Alama Tanzania. Hebu tuambie kidogo. Nashukuru sana kwa kweli. Kwanza mtazamaji, ninapenda kushukuru sana kwa wasaa huu. Kwanza kabisa watazamaji wanifahamu. Yes, unajua wakishafahamu ni nani, mara nyingi unaweza kuwa unamuona sehemu labda TikTok au sehemu fulani au Instagram, lakini wanaona tu jina pale, lakini hawajajua yule anayezungumza hapa mbele ni nani siku ya leo. Kwa jina ninaitwa Mwinjilisti John Zakaria. Yes, ambaye ni miongoni mwa wakalimani ambaye ninatumika ndani ya kanisa pia na nje ya kanisa kuhusisha lugha hii ya alama, ambayo lengo kubwa ni kuweza kuwafikia ndugu zetu wenye jamii ya uziwi. Na pia vile vile ni miongoni mwa waratibu ambaye ni mratibu wa huduma wezeshi ya Kiadventista ambayo inasimamiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, hususan katika jimbo hili la Mashariki Kati mwa Tanzania ambao ni CT, ambao jimbo hili linasimamiwa kwenye upande wa huduma hii ambayo ni ya lugha ya alama. Pia ndani yake ni Pastor Petro Mganda ambaye ni mkurugenzi wa huduma binafsi pamoja na shule Sabato. Unajua lugha ya alama kwanza ni lugha kama lugha zingine. Maana watu wengi sana wanapendaga sana kujiuliza lugha ya alama why? Watu wanarusha mikono tu na nini? Lakini lugha ni lugha kama lugha zingine kwa kweli. Na binafsi kama nilivyozungumza hapa, mwinjilisti ambaye pia ni mkalimani na pia ni mdau wa lugha ya alama bila shaka kanisa la Mwenge. Nao mtazamaji akitaka kufahamu ni mwa wakalimani ambaye ana huduma vizuri sana lugha hii ya alama kanisa pale la Mwenge. Okay, na ndugu mtazamaji mwingine anaweza kawa anajiuliza labda hawa wanaokalimani wanakuwa ni viziwi, hii nayo ikoje? Maana na wengi wao wanasema kwamba labda lugha ya alama ni lugha ya Kiswahili, yani mtu anatoka kwenye Kiswahili na lugha ya alama na vichanganya vyote kwa pamoja. Hii ikoje? Nashukuru. Kwa kweli hiyo ni miongoni mwa jambo ambalo huwa linachanganya wengi. Na mimi binafsi mwanzoni kabla sijajua lugha ya alama ilikuwa inanichanganya, kwa sababu nilikuwa nikikata kuangalia taarifa ya habari, mfano pale TBC unajua wana mkalimani wao pale, au ukiona pale bunge kuna mtu amekaa ana kalimani kwa lugha ya alama, unakuta yani nahisi kama vile wamekosea, wameweka mtu ambaye ana changamoto ya afya akili pale, labda ni chizi, mbona amekaa pale mbele anafanya nini? Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kuelewa. Umeona bungeni pale mtu anafanya nini pale, wamtoe. Ndio mtazamo wangu ulikuwa hayo. Mtazamo wangu ulikuwa ndio huo hapo awali. Na vile vile kupitia huduma hii ya lugha ya alama tutambue kwamba lugha ya alama lugha kama lugha zingine, lakini inahusisha jamii ya watu wenye uziwi. Na viziwi hawapo tu Tanzania. Sio nchini Tanzania. Na ndio maana vile vile kule nchini Marekani na wenyewe pia viziwi wapo. Kwa hiyo na wenyewe wanatumia lugha ya nini? Ya alama. Ukienda kule Kenya pia lugha ya alama ipo, ukienda kule Rwanda, Burundi, karibia mataifa yote, kwa sababu kuna jamii ya watu wenye uziwi. Vile vile pia kuna nini? Huduma hii ya lugha ya alama. Kwa hiyo usione lugha ikifanyika unajua lugha ya alama tu ipo Tanzania peke yake. Hapana. Kila nchi ina lugha yake, lakini pia vile vile mtazamo wa huduma hiyo ipo tofauti. Nchi hii wanakalimani lugha ya alama zao, ukienda kule Marekani afu ni mkalimani wa nchi ya Tanzania ni vigumu kukuelewa kule, kwa sababu wanatumia Kiingereza na tamaduni zao ni tofauti na nchi ya Tanzania. Yes, nashukuru sana. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba lugha ya alama inajitegemea au lugha ya alama ina chanzo chake au inategemea lugha nyingine ili iweze kujulikana kwamba ni lugha? Nashukuru sana. Kwa sababu
Kwanza unapoambiwa lugha ya alama au unapoambiwa huduma ya ukalimani ni process ya kuweza kubadilisha lugha kutoka lugha chanzi kwenda lugha lengwa. Inaweza ikawa ni mtu anakalimani kwa lugha anakalimani kwa kuhubiri, kama mchungaji mfano Pastor Mbaga au akina Pastor Semba akiwa anahubiri pale, kwa sababu anatoa sauti ili viziwi waweze kuelewa. Ni lazima wewe pale mtu ambaye anaweza kubadilisha hiyo lugha, either ni Kiswahili ambayo ni sauti au voicing, kwenda kwa njia ya lugha ya alama ili kumsaidia mtu mwenye jamii ya uziwi aweze kuelewa. Umeona? Kwa hiyo ni lugha ambayo inabadilishwa, na huwezi kutumia lugha ya alama kama hakuna mabadilishano pale. Kama kuna kiziwi utatumia lugha ya alama, au kama hamna kiziwi wote mnaongea kawaida lakini mnaifahamu lugha ya alama, mnaweza pia kuitumia kwa ajili ya kuweza kupiga story pale vizuri kabisa. Kwa hiyo lengo kubwa lugha ya alama kuwepo ni lugha chance kwa lugha lengwa. Yes, nashukuru sana. Barikiwe sana. Nashukuru sana. Kila jambo huwa lina chanzo, na kama tunavyojua kwamba kila mtu ambaye anafanya kitu fulani lazima kulikuwa na chanzo. Yani kuwaje mpaka ukaona kwamba na mimi ni miongoni mwa watu ambao ninapaswa kujihusisha katika kitengo hiki? Yani ulijuaje hii lugha ya alama? Ninakushukuru sana kwa kweli mtangazaji. Binafsi kwanza, mara ya kwanza sababu nimesoma shule moja inaitwa shule ya Iseni A jijini Mwanza, wilaya ya Nyamagana, kata ya Butimba. Yes, kwa nini unapafahamu kule ni wilaya ya Nyamagana, kata ya Butimba, katika shule ya msingi Iseni A. Ile shule bwana ni shule ya msingi ambayo ina watoto asilimia kubwa wale ambao wako wazima kawaida. Okay. Lakini pia vile vile kuna wakati ulifika wakaanzisha program bwana ya kuwepo na huduma kwa watu wenye uziwi. Sasa wakati mimi ninasoma pale na maliza shule ya msingi, nilikuwa nimekwisha kuona pale huduma ikifanyika. Kuna marafiki zetu ambao walikuwa ni viziwi pale wanatumia lugha ya alama na nini. Nikasema watu wanafanya nini hawa? Changamoto ni nini? Lakini baadaye ilipofika mwaka 2015 niliingia sekondari, sababu shule ya msingi Iseni A ipo jirani kabisa na shule ya sekondari Nyamagana. Yes, ambayo ni pale katika mtaa mmoja unaitwa mtaa wa Iseni. Yes. Sasa nilipofika pale nikaoga na shauku sana, kwa sababu ngoja kidogo nijue lugha ya alama. Watu watupatupa mikono na nini, kabla sijajua kwamba ukalimani sio kutupatupa mikono na nini. Lakini nikasema ngoja mimi kidogo nijaribu kujifunza, kwa sababu kwanza ni kama kaburudani. Yes, beta sana kuja kufikisha ujumbe. Lakini ulipofika mwaka 2017 kwa sababu kipindi hicho nilipokuwa sekondari nilikuwa ni mwana asa. Najua mnafahamu wana asa, wale wanafunzi ambao ni Waadventista wa Sabato wanaosoma katika hizo shule za sekondari. Yes, ambao ni wana asa. Tukaenda kwenye mkutano mmoja wa wana asa ambao ulikuwa kila baada ya kwa tumemaliza masomo waga kuna likizo. Sasa wakati ule wa likizo waga tunafanyaga wanafunzi nini kama katua fulani au kama ni mkutano kama unavyozoea makambi, seminar sehemu fulani. Tukaenda kwenye shule moja inaitwa Nyankumbugelozi. Nilipenda kule kwenye shule ya Nyankumbugelozi. Hapo ndipo nilipoanza kuondoa utata wa kuona mtu anakalimani pale kwenye television anatupa mikono anafanya nini. Nikakutana bwana na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yaled. Yes, ambaye ni miongoni mwa watu ambaye ni kiziwi, akiwa ana mkalimani wake pia alikuwa amekaa pale mbele, yupo anatoa huduma ya ukalimani. Nikasema jamaa pale na yeye tena kwenye mkutano huu wamejichanganyaje? Mbona wamemweka pale? Ndipo nilipoweza kwenda kuongea nao, nikamuuliza, akasema huyu ambaye amekaa pale mbele ni kiziwi, hasikii kama sisi ambao tunafanya nini tunaweza kusikia. Kwa hiyo mnafanya huduma hapa kwa ajili ya kumsaidia huyu mtu aweze kuelewa ujumbe kwa njia ya lugha ya alama, kwa sababu wenyewe alama ni kama vile kwao ni ndio kama sauti kwa namna fulani. Yes, ili waweze kuelewa vizuri. Ndipo hapo nikajaribu kuongea nao, umefanyaje kujifunza lugha hii ya alama, kwa sababu wale wote walikuwa ni wadau ambao wamesomea shule ya Bwiru Boys jijini Mwanza. Ni miongoni mwa shule ambayo inahusika na watu hawa wenye jamii ya uziwi, na mchanganyiko wa viziwi pamoja na watu ambao ni wazima wa kawaida. Ndipo wakaniambia, bwana, unataka kujifunza lugha ya alama bwana, kuna njia nyingi za kujifunza. Na wakasema ya kwamba unaweza kujifunza, moja, ukitengeneza ukaribu na mchangamano na hawa watu wenye jamii ya uziwi, ukawa nao karibu kwa kiasi kikubwa, hiyo itakuwa ni njia nzuri ya kuweza kusaidia kufahamu hiyo lugha ya alama. Wakasema pia njia nyingine ni kutumia mtandao wa kijamii. Yes, ukiamua kutumia mtandao wa kijamii unaweza kujifunza, lakini pia unaweza kujifunza kupitia hizi semina ambazo zinatolewa, yes, kwenye mtandao wa kijamii au kwenye makanisa. Basi nilivyosikia vile bwana, na pale nikaanza kujifunza. Na unajua wimbo cha kwanza ambacho nilijifunza nikajua kwa lugha ya alama ulikuwa ni wimbo wa lugha ya alama ya Tanzania. Na wimbo wangu yes wa kwanza kujua kupitia lugha ya alama, nikasema wanaimbaje, Mungu ibariki. Ikanibidi pale niweze kufanya nini, niweze kuimba kwa lugha ya alama. Ndipo nilipomaliza mkutano ule 2017
nikaenda shuleni, tukaendelea na mafunzo. Ikanibidi sasa niache kuwa tu only pale shuleni sekondari, naenda pale shule ya msingi ambayo ni jirani, ambapo kuna watu wenye jamii ya uziwi, watu wa shule ya msingi. Nikaanza kujifunza nao alfabeti, sijui A, sijui B, sijui C. Yes, kidogo mtazamaji ambaye anapenda lugha ya alama, ukiangalia A, B, C, D na mingine, ndio nilipoanza kujifunza pale. Ile jambo likanisaidia sana, na moja kwa moja nikapata ile shauku na wito, kwa sababu binafsi lugha hii nimejua kupitia wito. Kwangu mimi kwa kweli ni wito, kwa sababu ni mwinjilisti mlei, na nilipoona huduma hii lengo lake ni kuwasaidia ndugu zetu wa jamii ya uziwi waweze kumfahamu pia Kristo. Yes, kwamba Kristo amjue vizuri. Ikanibidi mimi nipate shauku, nipate wito na hamasa ya kuweza kujifunza ile lugha ya alama. Ndipo nikaanza kujifunza kupitia wale viziwi, vile pia nikaanza kujifunza kupitia mitandao ya kijamii. Na ndio maana unapoangaliaga huyu jamaa ambaye anatoa huduma, Brother Philbert Kapele, nadhani unamfahamu vizuri kamanda hapa. Yes, ambaye tunamfahamu ni miongoni mwa waasisi wa lugha ya alama katika kanisa la Adventista wa Sabato kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Ndiye alikuwa ni miongoni mwa walimu wangu ambaye amenifundisha sana lugha ya alama mtandaoni, naangalia na imbaji na kalimanije. Basi nikajifunza zaidi. Sasa unajua nini kikitokea? Ndio. Yule mwalimu ambaye alinifundisha ule mwaka tulikuwa kwenye ile kambi, mwaka uliofuata ambao nilikuwa form 4 2018 pale, ulikuwa kuna mkutano pia wa wanaasa. 2017. Maana ile likizo ya pili 2017 tulikuwa tuna mkutano pia wa wanaasa tena ambao ulifanyikia shule moja inaitwa Bwiru Boys. Yes, ambayo iko Sengerema kule. Sengerema Boys, sio Sengerema na sio Bwiru, ni Sengerema Boys. Nilipoenda pale Sengerema Boys, huyu rafiki yangu ambaye alinifundisha kule kwenye ile kambi ya Nyangu Mugelos akaniambia utakuwepo kwenye mkutano. Nikasema ndio, naweza nikaja. Umeona? Nikasema tafadhali sasa hapa. Bado sijaelewa, sijaiva vizuri. Lakini kufikia wakati ule nilikuwa kidogo nimefahamu pata. Yes, alfabeti sana. Jamaa akaja bwana. Na pale ndio nakumbuka ilikuwa ni mkutano wa mara ya kwanza kukutana kwa Nyarugusu. Okay. Kipindi hicho bado hawajatoka sana, hajatambulika sana kwa Nyarugusu. Kwa hiyo tulikuwa tumekaa pale, akawa nikiandika kwa alfabeti baba, naandika baba. Lakini yule kwa sababu ni kiziwi akawa anisaidia baba kwa ufupi. Kwa hiyo nikapata darasa kupitia kukalimani. Wow. Yes. Sasa baada ya kumaliza ule mkutano pia akasema, bwana, mwezi wa 8 pale wa 9 tuna makambi kwetu. Maana kwao ni Ukelewe bwana. Jamaa akasema njoo kwetu Ukelewe, huko hakuna wakalimani. Njoo ukalimani kwenye makambi, ukishakalimani kwenye makambi tu pale kidogo tutaenda kujifunza zaidi. Nikapata mwaliko ulifika mwezi ule wa 8, nikaenda kwenye makambi yao kule Ukelewe. Kwa kweli nilifurahi sana na akanifundisha mengi zaidi kuhusiana na lugha ya alama. Naam. Wow, tunashukuru sana. Kumekuwa na changamoto kwa watu wengi. Yes. Hasa darasa linaweza akawa ameanza darasa kama kawaida. Sawa. Yaani anaona kwamba anapata ile shauku, ule moto wenyewe kwamba nataka kujijua lugha ya alama. Nataka na mimi niwe mkalimani kama mwinjilisti John. Yes. Lakini cha ajabu sana anapoanza tu darasa, kwa ndani ya muda mfupi tu unamuona kwamba mtu huyu hayuko tena darasani. Wengi wanakuwa wanasema kwamba kinachosababisha ni ile kuchoka. Ina naona kama lugha ni ngumu. Uliwezaje kuweza kuvumilia? Maana kama kweli hata mimi wakati naanza kujifunza, unaona ukianza A sijui mpaka B, unaona kama mkono unachoka, unauma, akili inachoka. Hili likoje kwa upande wako? Kama nilivyokuambia awali, binafsi huduma hii kwangu ni kama wito. Na ukitaka kuifahamu lugha ya alama, unajua kile ambacho kitu kikifanya kutokea moyoni. Kwa jeshini wanasema kwamba kunywa maji moyo uelewe. Maana ukienda kule jeshini kuna mafunzo ambayo practice mbalimbali, mazoezi mnafanywa, wakati unachoka, unaumia, lakini ukisema kwa sababu nimeenda kwa lengo la kupata uzalendo na kujifunza mambo kadha wa kadha, ukajitolea ukasema ngoja nijifunze, kwangu ina manufaa. Ndio miongoni mwa kitu ambacho mimi binafsi kinisaidia na kinazidi kuendelea kunisaidia, kwa sababu kwangu ni shauku na ni wito. Lengo tu viziwi wafikishiwe ujumbe. Lakini pia nimekuja kugundua ya kwamba wengi wanafeli kwa sababu aidha unaweza kukuta siku hiyo ameenda ukalimani kanisani kwao kwenye huduma, akaona jamaa anaimba vizuri, anakalimani vizuri, akatamani. Lakini ametamani lakini hajapata ile shauku ya kusema kweli nikajifunza hii huduma. Bado ndio wengi unakuta wanafikia tu kukwama kuendelea kwa sababu ya hiyo hofu. Wanasema mbona lugha ni ngumu na nini. Lakini ukiruhusu moyo wako kwamba bwana, moyo wangu bwana, nimeamua kujifunza lugha ya alama, ngoja nijifunze. Kweli utajifunza, hata kama atakuwa ni magumu, hata kama atakuwa ni mepesi baadhi, utaenjoy. Lakini lugha ya alama ni nyepesi sana. Ni sawa sana mtu ambaye anaanza kujifunza lugha ya Kiingereza wakati ni mtaalamu sana wa Kiswahili. Mswahili huyo ni vigumu kukielewa na kukinasa kila kitu.
lakini ukiendelea kujifunza kidogo kidogo, unapiga hatua hapa, unafanya hatua hapa. Vile vile pia unatumia njia ya kuchangamana na wataalamu wazoefu zaidi, wanakutia moyo, wanakushauri. Kwa kweli jambo hilo litakuwa ni la pekee sana. Na ndio mimi pia nalitumia kukutana na wataalamu, mfano kina bwana James Selemani ambaye ni bwana Jimmy, anafahamika sana, ni mratibu wa Seki pale. Nakutana pia na bwana Philbert Kapele, wataalamu. Kuna mwingine kina baba Maua, wengi tunamfahamu, yes, ambao ni miongoni mwa wakufunzi. Pia vile vile kuna wengine wako kule, mfano Pastor Moses. Yes, the best. Nadhani wale wataalamu wanapenda kuangalia kwenye kinanda, jamaa anapiga sana kinanda sana. Yes, kwa hiyo unaona na wale wataalamu zaidi wanakufundisha zaidi na zaidi. Kwa hiyo hilo jambo litakusaidia kutokata tamaa. Usifocus na mwalimu tu ambaye yuko pale pale kanisani tu, changamana. Itakutia nguvu na ndakupatia hamasa. Nashukuru sana. Mtazamaji, bila shaka umeweza kumuelewa mwinjilisti John Zakaria kwa namna anavyotutia moyo kwako wewe ambaye unaanza sasa zile taratibu za kusema na mimi nataka niijue lugha ya alama, na mimi nataka kujifunza. Watu Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu. Kwa hiyo mwanzoni unaweza ukahisi kuchoka, maumivu, lakini baadaye kadri unavyozidi kuendelea unazoea. Na mwinjilisti John, tumekuwa tukikuona maeneo tofauti tofauti, kama vile tunaona unaimba salasala, yes. Tunaona unaimba nyarugusu, okay. Tunaona unaimba sijui kwaya gani, na wakati mwingine tunakuona kwenye makanisa mengi. Yes. Ushirika wako au ni nini chanzo? Utatuambia ushirika wako uko wapi? Okay, lakini unawezaje kushiriki katika kwaya hizi zote? Okay. Alafu wewe uko Dar es Salaam, vipi? Inakuwaje? Nashukuru sana kwanza kwa swali zuri sana ambalo limewatasha wengi. Na wengi nilikuwa nikutana nao na niuliza hilo swali, vipi? Mbona salasala? Wewe ni mshiriki wa salasala? Wengi wanajua hivyo. Lakini ndugu mtazamaji, binafsi ni mshiriki wa kanisa moja linaloitwa kanisa la Chuo Kikuu. Yes, ambao kanisa la Chuo Kikuu lipo ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ukisikia University of Dar es Salaam. Mule ndani kuna kanisa ambalo ni kanisa la Chuo Kikuu ambalo linachangamanisha sana wanafunzi ambao wanasoma vyuo. Maeneo ya pale kuna chuo maji, kuna chuo cha Nyerere, yes, kuna chuo cha ardhi pale, kuna udizi pale, umeona? Kwa hiyo kuna chuo cha takwimu. Kwa hiyo mimi ushirika wangu kanisa la Chuo Kikuu wapendwa. Lakini sema tu katika ulimwengu wa sasa hivi ni mambo ya teknolojia yamesonga mbele zaidi, utandawazi bwana. Teknolojia inahusika sana. Kwa hiyo mara nyingi huwa ninatumia moja, kwa sababu naijua lugha ya alama, sio tu kuitumia nyumbani kwetu Chuo Kikuu peke yake, hapana. Ni lazima niweze kuiwasilisha kwa watu mbalimbali. Kwa sababu pia binafsi ni mdau wa uimbaji. Napenda sana uimbaji kwa njia ya lugha hii ya alama pamoja na nyimbo kadha wa kadha. Kwa hiyo unakuta wakinihitaji, mfano kama Salasala wakanihitaji, kwa sababu pale Salasala bwana wanayo studio yao amazing. Kama ushaangalia SRP studio kwa kanisa la Adventista Sabato Salasala, wana studio nzuri pale. Kwa hiyo unakuta wakiwa wamefanya shooting, wakiniita, ninakwenda pale kwao, nina rekodi kwa kutumia kamera yao pale na rekodi. Au wanaita sehemu yote ambao wapo, ninakwenda pale na yule director ambaye director Zedi pale, nadhani wachache wanamfahamu, ambaye jamani mtaalamu kwenye shooting na mambo kadha wa kadha wa video editing vizuri kutokea kanisa Salasala pale. Kwa hiyo nikirekodi pale, basi wanaenda kufanya kazi yao. Lakini pia vile vile wale watu ambao nakuta wananiita, mfano kuna kwaya moja ni kwaya kanisani kwetu pale jijini Mwanza, inaitwa kwaya kanisa la Amani SDA, Amani SDA, ambalo nilipokuwa niko nchini Dar es Salaam hapa, waliniambia bwana, tuna wimbo, tuna rekodi albamu nzima, tunataka nini mkalimani. Nikasema hapana shaka. Nilikuwa chuo ardhi pale ambao nilikuwa nasoma pale, ikanibidi nitafute simu kali kabisa pale, umeona? Kwa hiyo nikatumia pale simu kwa Google Pixel, na zoe wachache wanafahamu, ikabidi nirekodi zile nyimbo moja baada ya mwingine. Wananitumia audio, wakinitumia zile audio mimi ninazisikiliza, nisha kalimani kila video moja, wimbo mmoja huo ninawatumia kwa njia ya Telegram. Nadhani mnafahamu application Telegram. Kama unaweza kaamua kuzitengeneza kwa ukazirekodi zote nyimbo zote mfano 10 au 5, ukazicombine kwa njia ya link, then ukawatumia. Sababu kuna njia nyingi sana za kuweza kushare kitu kwa njia ya mtu ambaye yuko mbali. Umeona? Kwa hiyo natumia njia hiyo wapendwa. Mfano pia vile kwa Nyarugusu, wale nitafuta, nikaongea nao, wakasema tunataka nyimbo hizi. Ikaribidi nitumie njia hiyo. Umeona? Nikachangamana na SRP studio. Pale kulikuwa kuna jamaa mmoja ni director ambaye anaitwa Bwana Solo. Nadhani wengi tunamfahamu. Yes. Hadi nirekodi pale zile nyimbo zote, then tukawatumia watu wa Nyarugusu. Kwa hiyo nipo Dar es Salaam, lakini nafanya kazi kwa kutumia sehemu fulani ambapo kuna vifaa vizuri.
then nina share, watu wa mbali wanafanya nini, wanaona. Natumia pia simu, nina rekodi kwa njia ya simu, then baada ya hapo ninafanya nini, nina share, wale watu wanapokea ile kazi na wanabarikiwa zaidi. Yes, kwa njia nyingi sana. Nashukuru sana. Nashukuru pia. Wanasema kila kazi huwa inakuwa na mafanikio na huwa inakuwa na mambo mazuri ambayo yanakufanya au yanakuwezesha uzidi kusonga mbele. Ni kitu gani ambacho nanufaika nacho kupitia hichi kitengo cha Ijue Lugha ya Alama Tanzania? Ninashukuru sana. Kwanza ni miongoni mwa lugha ambayo binafsi inanitia furaha, inanitia hamasa, kwa sababu lugha ya alama ni pati mojawapo kama ya burudani kwangu mimi. Inanitia hamasa. Unajua nikikutana na watu ambao jamii uzima piga story ina faida, kwa sababu nakumbuka wakati ninasoma advance shule moja ya Mwanza Seko pale jijini Mwanza, ni advance pale, nilikuwa ninafundisha pia lugha ya alama kwa kiasi fulani, na ile lugha ya alama ilisaidia baadhi ya wanafunzi kusaidia baadhi ya vitu. Mfano mza mkombo darasani kwa kule mbele, rafiki yako kule nyuma haina haja kuita fulani, si Joe, si Madam Levana, si Amina, si Neema, si Johnny, amwita unatumia lugha ya alama kuongea na mtu mbali, mnapiga story mzima, unamuita pale pale, mnapiga story, mnacheka, watu wanashangaa mbona mnacheka. Pale imenisaidia kuweza kurahisisha kuongea mambo ya siri na mtu ambaye yuko mbali, kama najua lugha ya nini, lugha ya alama. Lakini pia vile vile imenisaidia kuweza kutoa huduma sehemu mbalimbali. Mfano kama nilivyowaambia awali kwamba mimi ni mratibu wa huduma wezeshi, kama mtoa semina au kiongozi ambaye anasimamia kuwezesha kutoa elimu makanisa mbalimbali ambao yanahusisha jamii ya watu wazima wa kawaida waweze kufahamu hawa watu wenye mahitaji maalum wanahudumiwaje. Kwa hiyo kupitia semina zile ambazo ninakwenda kwenye makanisa fulani, ninawagusia pia kuwepo na madarasa pia ya hii huduma ya lugha ya alama. Umeona? Kwa hiyo njia nzuri sana ambayo inawasaidia watu wengi kuifahamu na kuelewa. Na pia vile vile mimi kuendelea kunitia hamasa kwamba huyu nimemfundisha naye angalau ameelewa lugha ya alama, huyu nimemfundisha naye ameelewa lugha ya alama. Umeona? Kwa hiyo hiyo ndio miongoni mwa njia ambayo naitumia sana na inasaidia wengi kuijua lugha hii ya alama kwamba ni very simple. Kikubwa tu practice tu na utengeneze hamasa ya kuifahamu. Asante. Katika safari yoyote huwa kunakuwa na changamoto, kunakuwa na misukosuko. Ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo katika safari yako hii ya? Kwa kweli changamoto mojawapo ambayo unakutana nayo, unaenda kutoa huduma, mfano unakutana na kiziwi, aidha hajasoma kwa kiasi fulani, kwa hiyo au hajui lugha ya alama. Unajua lugha ya alama bwana inatokea muda wote. Mtu anaweza kuwa ni mzima kawaida hivi, lakini akapata changamoto fulani ya uti wa mgongo, unaweza unafahamu, ukashanga masikio yamezima. Kwa hiyo unakuta ni mtu mkubwa hawezi kuongea, ni kiziwi, lakini hata lugha ya alama hajui. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa nakutana na wale watu, kwa kweli changamana nao, kuongea nao inakuwa ni vigumu zaidi. Inakuwa ni vigumu sana kuweza kufahamu. Miongoni mwa changamoto ambayo nakumbana nayo hiyo sana. Yes. Nashukuru sana. Ni wito wako ni upi katika swala zima la Ijue APM, hii lugha ya alama? Wito wako ni nini ambao unaweza kumwambia ndugu mtazamaji kwamba moja ya process za kufanya ili kuweza kuijua lugha hii ni 1 2 3? Unatuambia nini katika siku hii? Nashukuru sana ndugu mtazamaji, Madam Levana, kwa swali nzuri sana. Jambo la kwanza la kupenda kuambia wapendwa, lugha hii ni lugha ambayo inahitajika sana kwa kipindi cha sasa hivi. Kwa sababu kwa Waadventista wa Sabato ukiangalia asilimia kubwa sana wakalimao lugha ya alama ni Waadventista wa Sabato. Shauku yetu kubwa kwanza ni utume. Lengo kwamba ni kuwavuta wale ndugu zetu wa jamii ya uziwi waweze kumfahamu nani? Kristo. Kwa hiyo ninapenda kutia hamasa makanisa yote ambayo wanafanya huduma, aidha wana mahubiri yanafanyika, ile kanisa la wa Sabato, ile kanisa la wa Roma, ile kanisa la walokole, wao ndugu zetu Waislamu ambao tunaita watoa mdogo. Yes. Waweze kufanya uwezekano wa kuwa weka wakalimani, kwamba kama wana huduma inafanyika kanisani, basi waweze kufanya hamasa ya kuweza kuajiri wakalimani pale, au njia nyingine kuweza kufungua madarasa, kuwaita wataalamu wapo wengi sana, nadhani unafahamu, ambao wanaifahamu lugha ya alama. Yes, kwamba wao waite wataalamu, wafungue darasa pale, hata waanze kufundisha elimu hiyo ya lugha ya alama kwa wale washiriki. Na lugha hii kuna kitu ambacho wengi hawajui. Wengi wanajua kwamba tutaita mkalimani awepo kama kiziwi amekuja kusali kanisani kwetu. Lakini jambo ni kwamba kiziwi hawezi akaja kanisani kama mkalimani hajaanza kuwepo kwanza. Hizo walikuwa na ukakasi kwa wengi sana. Kwa hiyo tutambue kwamba inatakiwa mkalimani awepo kutoa huduma ndani ya kanisa hata kabla kiziwi hayupo ndani ya hilo kanisa. Kwa sababu uwepo wa yule mkalimani itatia hamasa washiriki,
waumini wote ambao kwa siku wamesali wakapenda huduma hiyo, aidha hao waumini wana ndugu zao viziwi makanisani, majumbani wapo, mitaani wanawafahamu, lakini akimfuata rafiki yake au ndugu yake akamwambia kwamba aisee kanisani kwetu bwana kule mkalimani yupo, kiziwi wao wanafurahi sana. Sababu ni miongoni mwa kitu ambacho kimewasaidia wengi kuweza kuvutika kuja kanisani kwa sababu huduma ipo ya lugha ya alama hata kama hakuna nini? Hakuna kiziwi. Lakini pia vile vile nikitolea tu mfano kanisa langu ambalo ninasali kanisa Chuo Kikuu. Tulipoanza elimu ya lugha hii ya alama ambao alisimamia Pastor Olo, nadhani wanamfahamu Pastor Olo, ambaye ni alikuwa ni mratibu wa huduma hii, lakini pia alikuwa ni best mkalimani. Alipokuwa anafundisha pale lugha ya alama kanisa la Chuo Kikuu, tulianza huduma ya ukalimani pale hata kama hakuna nini? Hakuna kiziwi. Yes, hata kama hakuna kiziwi tunaenda kufundisha na ukalimani. Mpaka sasa hivi nashukuru Mungu, viziwi wanafanya nini? Na mpaka sasa kuna baadhi ya viziwi kama wawili ambao wanakuja mara kwa mara pale kwa sababu kuna wakalimani wa kutosha, huduma inaendelea vizuri. Na wakati mwingine ukiona pale mbele wasipoona mkalimani pale, watakutafuta sana. Watakutafuta sana kama unaofahamu pale Mwenge. Wasipoona pale mkalimani pale mbele, bana tumuoni vipi? Inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa unakuta ile njia inatia hamasa viziwi kuwepo. Na kile kiti pale kanisa la Chuo Kikuu, kiti cha mkalimani hakikosagi. Iwe kwanza shule Sabato mpaka kufunga Sabato wao nakiweka pale. Kwa sababu gani? Wameshapata ile hamasa ya kupenda huduma hii na wamekuwa na wito wa kufungua madarasa endelevu. Mfano ukiangalia kanisa la Bunju sasa hivi wana darasa la lugha ya alama. Ukiangalia kanisa la Magomeni najua pia elimu ipo kwa namna fulani ya lugha hii ya alama. Ukiangalia pia maeneo mbalimbali makanisa yanafungua lugha ya alama kadri siku zinazozidi kusonga mbele. Lengo ni kuwasaidia washiriki wa lugha ya alama ili waweze kuwafikishia ujumbe neno la Mungu kwa ndugu zetu na jamii uziwi waletwe kanisani. Nashukuru sana. Katika maisha haya tunaoishi hapa duniani tunaishi kwa kutegemeana. Yes. Na ukiangalia kuijua lugha ya alama si tu yani kukutambulisha kwa wengi, lakini pia utakuwa msaada au nafasi pekee ambayo itakufanya wewe kuwa msaada kwa ndugu zetu hawa viziwi. Ni miongoni mwa watu ambao wanaishi katika hali fulani hivi ya upweke. Lakini pale wanapopata marafiki wanaoongea inawasaidia sana kuweza kupeleka taarifa zao mbalimbali. Mwinjilisti John. Naam. Binafsi ninakushukuru sana kwa namna pekee ambavyo umeweza kutuelezea mambo mbalimbali ambayo pengine ilikuwa ni changamoto kwa ndugu yetu mtazamaji. Sawa. Alikuwa ana maswali mengi juu ya huduma yako. Sawa. Lakini leo natumaini mtazamaji kupitia Mwinjilisti John umeweza kujibiwa baadhi ya maswali ambayo umekuwa ukijiuliza mara kwa mara. Sawa. Watu huwa wanasema kila chenye mwanzo hakikosi mwisho. Ni tumaini langu kwamba umebarikiwa na huduma hii ya siku ya leo. Una neno? Kuna neno kadogo hapo cha kuendelea kuwakumbusha hawa wapenzi watazamaji ya kwamba jitahidi sana, jitolee kujua lugha hii ya alama. Najua kuna changamoto nyingi wapendwa tunazipitia. Hata maofisini, unakuta uko pale ofisini unahudumia lakini kiziwi anakuja, anataka huduma. Niuzie labda mchele kilo ngapi? Haelewi. Huyo mtu ambaye anauza lugha ya alama, labda ofisini kwako anakuja anataka kazi. Lakini wewe pale mhudumu haujui lugha ya alama. Anakuja sehemu fulani kanisani kwako labda ni mlokole mmoja kanisani pale kiziwi au ni huduma ya lugha, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo nipende kuwashauri na kuwashawishi ndugu zangu kwamba lugha hii ya alama is very simple, ni nyepesi kuijua. Ifahamu, itakusaidia. Aidha kama unasomea labda masuala ya elimu ya udaktari, ukienda hata kuomba kazi wakakuuliza kitu gani kingine cha ziada unacho, kama mimi bwana ni mkalimani pia lugha ya alama, itakusaidia kukupatia fursa ya ajira. Labda ukaamua kuifahamu pia lugha ya alama hata katika ualimu, ukasomea ualimu, labda mimi ni mwalimu fulani au kaenda VETA ukasomea masuala ya ufundi, wakuuliza vipi unaweza kufanya kazi? Unaweza. Au kama ni mwalimu kama nilivyosema awali, itakusaidia kwenye CV yako kupush kwamba na mimi pia ni mwalimu nafundisha somo la hesabu lakini pia ni mtaalamu wa lugha ya nini? Ya alama. Kupata fursa ya ajira is very simple kwa sababu pia unaua utaalamu zaidi. Lakini pia vivyo cha kuongezea na kumalizia, kuna wengi ambao wanapenda sana kuweza kutupata. Yes, niweze kutaja mawasiliano. Unajua kuna watu waga wanatamani sana angalau nipate nyongeza au ushauri kutoka kwa Mwinjilisti John Zakaria. Nifanyeje? Basi nakwenda kuwatajia namba ya simu ambayo unaweza ukaitumia na vile vile pia ukaamua kufanya kama support kwa sababu unatamani kuona kitu kizuri. Unaweza kutoa support kupitia either ushauri kupitia YouTube pale, au kaamua kutuma ushauri kupitia message ya kawaida, au kaamua kupush kwa kutuma hata pesa kama unako angalau kusema mjolo baba, chukua hii hapa kitu angalau ongezea baadhi ya kitu fulani, au mjolo baba. Mara nyingi tunaona unatumiaga simu kurekodi kazi zako nyimbo mbalimbali za watoto hizi angalia vifaranga kwa lugha ya alama. Lakini tunasema mjolo baba kwa sababu unatumia simu asilimia kubwa, ngoja tukudhamini kupatia angalau kamera. Hii kamera itakusaidia sana kuweza kuendelea kufanya kazi yako na unaendelea kutufundisha kwa njia ya mitandao ya kijamii.
Na vile vile niwaambia kwamba namba yangu ya simu ni ifuatayo: 07 42 97 22 52, 07 42 97 22 52. Utanipata kwa namna yoyote. Pia vile vile nipo katika mitandao ya kijamii mbalimbali. Ukiingia pale Facebook ukiandika John Zakaria utanipata Facebook. Ukiingia pia Instagram ukiandika Mwinjilisti au ukiandika evangelism EV alafu ukiandika John Zakaria utanipata pale. Vile vile TikTok yani mtandao ambao wengi wanapenda sana kupata hamasa na kushamshika kuingia kule kwa sababu kuna vituko na furaha nyingi. Lakini pia vile vile unaweza ukatenga muda wako ukaingia TikTok pale ukaandika Ijue Lugha ya Alama TV. Ijue Lugha ya Alama TV itakusaidia sana kuweza kujifunza zaidi kupitia TikTok. Pia vile vile unaweza kuingia wapi? YouTube. YouTube, yes. Unapata YouTube pale ukaandika pia Ijue Lugha ya Alama TV. Mpendo wangu utabarikiwa. Lugha ya alama ni simple. Kama uko unatamani kupata nyimbo mbalimbali, kujifunza lugha ya alama nyingi, maneno mengi, upate misamiati ya kutosha, ingia pia YouTube, andika Ijue Lugha ya Alama TV. Utajifunza mambo mengi sana. Pia vile vile kwa wale wanaopenda kujifunza masuala ya lugha ya alama kwa kina zaidi pia, kuna mtumishi wetu wa Mungu kama nilivyosema awali kwamba Bwana Philbert Kapele. Yes. Sasa tunamfahamu Bwana Philbert Kapele. Kwa kweli ni miongoni mwa waasisi wa hii elimu ya lugha ya alama kwa Waadventista wa Sabato katika kuanzia nchi ya Tanzania, lakini pia vile vile maeneo ya Dar es Salaam sana sana hapa. Kwa hiyo pia ukiingia YouTube yake pale YouTube ukaandika Kapele TV au ukaandika Biblia yasema kwa lugha ya alama. Unajua? No. Yes, Biblia yasema kwa lugha ya alama au ukaandika Kapele TV. Wapendwa, utabarikiwa na elimu nyingi sana kuhusiana na lugha ya alama wapendwa. Anafafanua Biblia yote kwa njia ya lugha ya alama. Kwa hiyo utapata misamiati mingi ambayo inazungumzia lugha ya alama, utapata majina mengi, Mafarisayo alama yake ni, utapata alama ya wale watu ambao ni Wayahudi, utapata alama nyingi zaidi. Na cha kukumbusha, kwa sababu mna mikutano mbalimbali awali ya kutosha, msite kuwatafuta wakalimani. Tupo tayari kutumika, biashara naona fahamu ya issue kutoka pale Mwenge. Ukihitaji kupata huduma ya ukalimani, tupigie simu. Tutakufikia mahali popote ulipo ili huduma uweze kuipata kwa ubora zaidi. Nashukuru sana. Mtazamaji, natumaini umebarikiwa sana. Ulikuwa nami Revana Leonard, mkalimani wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge, bila kumsahau Mwinjilisti John Zakaria. Kwa pamoja, bye bye.